Unajua, katika maisha yetu ya kawaida kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu. Hivyo vitu ni lazima tutumie njia yoyote ili kuvidhihirisha katika jamii zetu zinazotuzunguka ili tuweze kufika kunako ukuu wetu. Sasa nataka nikwambie jambo moja. Kuna story moja, mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu pamoja na harakati zote za maisha aliweza kuingia gerezani akiwa hana hatia yoyote, lakini ndani ya gereza, ndani ya shida, unajua gerezani maisha sio mazuri kama tunavyofikiri. Ndani ya shida aliweza kutumia kile kitu Mungu ambacho amemwekea ndani yake. Aliweza kukutana na watu wa aina mbili. Mmoja alikuwa ni mwishaji wa mfalme na mwingine ni mwokaji wa mfalme. Wale watu walikuwa wameoteshwa ndoto. Walivyokutana na Yusufu wakamweleza shida yao, Yusufu aliwafasiria ndoto ipasavyo. Wakati Yusufu alipomaliza kufasiri ndoto ya watu wawili, alimwambia mnyweshaji, naomba unikumbuke, kwa sababu alikuwa anajua mnyweshaji lazima atarudi katika ufalme na kuendelea na shughuli zake. Lakini haikuwa hivyo. Ilipita kipindi kirefu sana, maisha yakaendelea. Cha ajabu kilichotokea ni kwamba Mungu akafanya namna, mfalme akaoteshwa ndoto. Aliita waganga wote wa Misri, aliita wenye hekima wote wa Misri ili waweze kumfasiria ndoto yake. Cha ajabu, wale watu wote walishindwa kufasiri ndoto yake. Nini ambacho nataka nikwambie? Mungu anapotaka kufikisha katika ukuu wako, hata angalia ni nani anafanya nini, ila yeye ataangalia njia zake ili aweze kufikisha katika ukuu wako. Wewe jiulize swali moja, kwamba waganga wote walishindwa kufasiri ndoto ya mtu mmoja, wenye hekima wote wa Misri walishindwa kufasiri ndoto ya mtu mmoja, lakini kuna mtu alikuwa anasubiriwa ili afike pale aweze kufasiri ile ndoto. Ndipo mwishaji akakumbuka kuwa kuna mtu yupo pale gerezani ambaye ana uwezo mzuri sana wa kufasiri ndoto. Hii ni nini ambacho nataka nikwambie? Katika maisha yetu ya kila siku, kubali kuonesha una nini. Unapokubali kuonesha una nini ndani yako, ndipo unajipa fursa mwenyewe ya kufika mahali ambapo hukutakiwa kufika. Yusufu aliweza kufika ikulu, lakini kwa akili ya kawaida Yusufu hakutakiwa kufika ikulu kwa sababu alikuwa ni mfungwa. Ila alipokubali kuonesha nini ambacho anacho, ilimpa fursa watu kumfahamu, na watu walipomfahamu waliweza kumsemea mahali ambapo Yusufu hakuweza kufika au Yusufu hakutarajia kufika. Kwa hiyo katika maisha yetu ambayo tunaishi kila siku, kubali kwanza kuonesha kitu ambacho unacho. Wewe ni muumbaji, waoneshe jamii nini ambacho unacho. Wewe si mhubiri, wewe ni dansa, wewe ni nani, waonesha watu kitu ambacho unacho. Unapoonesha watu kitu ambacho unacho, unajipa fursa wewe ya kufika mahali ambapo hukutarajia kufika. Kuna watu tu watasimama kwa ajili ya kukusemea mahali fulani. Shida ya wengi, tunasubiri mazingira yawe fresh ndipo tufanye vile vitu ambavyo Mungu ametokea ndani yetu, kitu ambacho sio sahihi. Ndugu yangu, napenda nikushauri kitu kimoja. Chochote ambacho Mungu amekuwekea ndani yako, jitokeze, kioneshe, watu wakione. Watu watakavyokiona, kama kina faida kwao, watakichukua kama fursa na utaweza kufika katika ukuu wako. Nipende kushukuru sana kwa kuangalia hii video. Usisahau kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Endelea kubarikiwa.